when he lost to Lazarus Chakwera in a rerun ordered by a court. Wakati ambapo nchi ya Malawi imeweza kuhitimisha uchaguzi wa rais na Peter Mutharika ameweza kushikilia kiti cha urais akiwa ni rais kutoka chama cha upinzani kikuu nchini humo Malawi baada ya Chakwera kuondoka madarakani. Ndio wakati sahihi ambapo Tanzania mwaka wa 2025 huu Oktoba 29 tutakwenda kushuhudia uchaguzi wa rais pamoja na wabunge. Na ndio wakati ambapo mwaka wa 2026 nchini Uganda Yoweri Kaguta Museveni atakwenda kuachilia madaraka ama kuendelea na madaraka kulingana na uchaguzi utakwenda kufanyika tarehe 12 Januari mwaka 2026 wa urais. Ndio wakati ambapo mwaka wa 2027 nchi ya Kenya William Ruto atakwenda kuachia madaraka yake ama kuendelea katika kiti cha urais katika uchaguzi ambao utafanyika mwaka wa 2027. Kuna mengi ambayo Tanzania, Kenya, Uganda tutakwenda kujifunza na tumejifunza kupitia nchi ya Malawi. Nchi ya Malawi ni nchi ambayo kwa upande mmoja mkubwa imeonyesha demokrasia. Katika kile ambacho Chakwera amekifanya baada ya mwenzake Peter Mutharika kuweza kushikilia kiti cha urais, ndio kile ambacho nchini Tanzania kiliweza kuonekana kupitia chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Baada ya Tundu Lissu kushinda, basi Freeman Mbowe aliweza kutoka hadharani na kuweza kushukuru wanachama na kushukuru na kufurahia matokeo ambayo yameweza kutokea katika kile ambacho wanachama waliweza kukionyesha kumwamini Tundu Lissu kwa mwenyekiti wa chama hicho. Basi nchini Malawi pia kile ambacho kimenifurahisha ni kile ambacho Chakwera ameweza kutoka hadharani na kuweza kushukuru wananchi kumchagua Rais Peter Mutharika. Ni 56% ameweza kushinda uchaguzi, lakini pia Chakwera ameweza kushindwa kwa 34% nadhani za ugombea urais. Demokrasia ni ile hali ya mfumo wa vyama vingi kwamba chama fulani kinaongoza kisha chama fulani kinakwenda tena kuongoza kulingana na matokeo ya uchaguzi. Hii tunaiona hata kwa nchi ya Marekani, chama cha Democratic kinaongoza kisha chama cha Republican kinashikilia madaraka. Tanzania, Uganda inabidi tujifunze demokrasia, na hata Kenya inabidi tujifunze demokrasia kutoka Malawi. Katika uchaguzi huu tu wa 2025 Malawi imeweza kufurahisha watu katika kile ambacho kimeonekana. Kwanza, rais ambaye amekwisha kuondoka madarakani ameweza kushukuru na ameweza kuridhika na matokeo. Na rais ambaye ameingia madarakani ni rais ambaye anatoka chama cha upinzani toka mwaka wa 1992 ambapo mfumo wa vyama vingi uliingia nchini. Ni chama kimoja tu cha Mapinduzi CCM ndicho ambacho kinashikilia madaraka hadi sasa hivi, lakini kuna demokrasia. Kenya ni nchi ambayo imekuwa na demokrasia lakini na mvutano mkubwa. Kipindi kile cha Joseph Kabila waliweza kugomea matokeo ya uchaguzi, kwenda kupelekana mahakamani na vitu vingine. Tanzania pia ni watu ambao amekuwa akishikilia ushindi, amekuwa akiupata, umekuwa ukipatikana kupitia chama kimoja tu, hali ambao pengine haionyeshi mfumo wa kidemokrasia. Lakini Uganda ni nchi ambayo imekuwa na, wanasema ni demokrasia, lakini Yoweri Kaguta Museveni yeye amekuwa akishikilia madaraka yake takriban miaka 30 na zaidi. Sasa kile ambacho Malawi imekifanya leo ama mwaka huu wa 2025 inabidi kikae kwenye vichwa vya watu na tuweze kujifunza hali ya demokrasia na ni vipi ambavyo tunaweza tukafanya. Demokrasia ni mfumo ambao kwa mimi binafsi sasa naona kama demokrasia ni mfumo ambao kwanza unaleta umaskini, pili unaleta vurugu, halafu tatu unaleta utofauti. Ni kwa nini? Demokrasia kwanza inabidi tujue kwamba ni mfumo ambao kwa sisi wa Afrika haukuwa kwenye damu ya mababu zetu. Babu zetu walikuwa hawafuati demokrasia. Demokrasia ni kitu ambacho kinaleta umaskini na utofauti kwa raia wa nchi fulani. Mfano, ikatokea mfano labda Tanzania chama cha demokrasia na maendeleo Chadema ikapata ushindi wa urais. Kumbuka chama cha Mapinduzi kimeweza kujenga ofisi zao vizuri. Chama cha demokrasia kipata urais na chenyewe itabidi
kijenge labda ofisi zao vizuri, miundombinu ya chama iwe vizuri. Kwa mtu mmoja mmoja akitoka labda rais fulani kwenda rais fulani, itabidi ajiimarishe kwa hali ya kiuchumi. Labda alikuwa uchumi wake ni mdogo, basi itabidi atafute naye awekeze mali, ajenge labda viwanda vya kwake binafsi na nini. Kwa hiyo zile fedha ambazo zinatumika zinatoka kwenye kodi ya wananchi. Badala ya kutumia hela kutengeneza maendeleo ya nchi, basi wanaweza kuzitumia hela kutekeleza labda huyu rais alisema sera fulani, hakuzitekeleza, akazifikisha katikati. Rais anayekuja naye anakuwa na sera zake, hawezi akatekeleza zile za rais yule, basi itabidi naye amalizie sera zake. Ndio mfumo ambao unaleta umaskini. Pia ni mfumo ambao unaleta vurugu. Tunaona nchini Kenya, nchini Tanzania. Kwa sasa hivi nchini Tanzania uchaguzi ni Oktoba 2025. Kuna vikundi viwili, no reform no election, na pia kuna kikundi kingine ambacho kinasema Oktoba tunatiki. Ni vikundi viwili tofauti. Oktoba tunatiki, no reform no election. Ni miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinaleta vurugu kubwa, vinaweza vikasababisha maandamano. Maandamano yanaweza kuwa ya aina mbili. Maandamano ya amani na maandamano ambayo yanaleta vurugu. Tunaona nchini Nepal katika kile ambacho kilifanyika kule, vurugu iliweza kutokea katika kile ambacho wananchi hawataki serikali, kwa kile ambacho wanasema ni ufisadi umeweza kuikumba nchi ya Nepal. Ndicho kitu ambacho mimi binafsi naichukia demokrasia. Demokrasia ni mfumo wa kimagharibi ambao ulikuja kwa niaba ya kutugawanyisha sisi wa Afrika, na kweli tumegawanyika. Leo hii unakuta kuna watu wa Chadema, leo hii unakuta kuna watu wa CCM. Ukienda kule Kenya kuna watu wa chama cha DCP na kuna watu wa chama tawala. Lakini yote kwa yote, Malawi ni nchi ambayo imeonyesha demokrasia, na nchi zote za Uganda, Kenya na Tanzania na nchi zingine za Afrika Mashariki inabidi tuige. Wakati ambapo nchi ya Kenya huwa kunakuwa na vurugu pindi ambapo uchaguzi wa rais unatangazwa, ndio wakati ambapo pia Malawi ambapo wameonyesha mfumo wa kidemokrasia, na ndio ambapo Uganda tunaona mfumo wanasema ni wa demokrasia, lakini rais mmoja wa chama kimoja ameweza kutawala kwa zaidi ya miaka 30. Mwaka wa 2025 ni mwaka ambao kwa bara la Afrika unakusanya nchi 54 kufanya uchaguzi. Lakini mwaka 2026 tunakwenda kushuhudia Uganda itafanya uchaguzi tarehe 12 Januari. 2027 Kenya pia itaweza kufanya uchaguzi. Ni kile ambacho kimeonyesha demokrasia nzuri kutoka nchi ya Malawi. Rais Peter Mutharika akiweka sura mpya kwa mwaka huu 2025 kwa kushinda uchaguzi wa urais kwa asilimia 56, kumwacha mwenzake Chakwera kwa kushindwa urais kwa asilimia 33, na Chakwera hakuweza kuleta nongwa, wanasema. Ameweza kuenda hadharani na kuwa ameweza kuheshimu uchaguzi na ameweza kuheshimu tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo. Yapi maoni yako kuelekea kile ambacho kimefanyika Malawi? Yapi maoni yako kuelekea uchaguzi wa rais mwaka 2025 Tanzania? Yapi maoni yako kuelekea uchaguzi wa rais 2027 Uganda kule ambapo Yoweri Museveni ameshikilia kiti kile kwa takriban miaka 30 na zaidi? Yapi maoni yako kuelekea uchaguzi wa rais nchini Kenya 2027, William Ruto kwenda kuachilia ama kuendelea na kushikilia kiti cha urais? Hii ni Kanyuka TV kwa habari nyingi za kisiasa, za michezo na za kijamii. Basi usisite kusubscribe.